sana katika channel hii ya YouTube, na kama ndio mara kwanza kuingia, tafadhali sana usisahau kusubscribe, like na kushare. Kusubscribe ni kwamba kunakusaidia kuweza kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuweza kunufaika ama kupata hizi video ambazo tunazitoa katika channel hii. Lakini like pale inaweza kushare kwa watu wengine ili nao waweze kunufaika. Lakini kutuwekea comment yako pale pia tutashukuru, kwa sababu itatusaidia kuweza kuziimarisha zaidi hizi video pamoja na mada zake ambazo zinatolewa katika channel yetu hii. Karibu sana mtazamaji wangu. Sasa leo naomba naomba tushirikiane katika kujadili ama kujifunza mada inayohusiana na namna ya kufanya uthabiti wa akili yako mahala pa kazi, namna ya kufanya uthabiti ama umadhubuti wa akili yako mahala pa kazi. Wewe ni mfanyakazi, aidha ni mfanyakazi katika sekta binafsi, ni mfanyakazi katika sekta za umma, kwamba umejiajiri au umeajiriwa, vyovyote vile, lakini wewe ni mfanyakazi. Kwa sasa kama tunavyofahamu kwamba asilimia kubwa ya maisha ya wafanyakazi, asilimia kubwa ya maisha yetu wafanyakazi ni kwamba yanatumika ama yanafanyika, maisha yetu yanafanyika katika mazingira ya kazi, kwamba wako watu ambao wanafanya kazi kwa muda wa labda masaa 8, wako watu wanafanya kazi kwa muda wa masaa 10, masaa 12 pengine, au masaa 14 na kadhalika, lakini muda mwingi ni kwamba tunautumia ama wafanyakazi wanautumia wakiwa katika mazingira hayo ya kazi. Sasa kama ni hivyo, maana ni kwamba basi akili yako iwe barabara, akili yako iwe madhubuti. Huu barabara ama madhubuti ama kuwa thabiti, maana inakusaidia kuweza kutekeleza majukumu yako vizuri. Na kutekeleza majukumu yako vizuri, maana ni kwamba inakusaidia sasa, inakuimarisha wewe binafsi, lakini pia inaimarisha taasisi yako. Mtazamaji wangu, tafiti ambazo zimefanywa na Shirika la Afya ya Ulimwenguni kwa maana ya WHO, tafiti hizo kwamba zinaonyesha kwamba asilimia 60 ya watu ulimwenguni, maana ni kwamba wapo katika mazingira ya kazi, wapo makazini, aidha wameajiriwa ama wamejiajiri, lakini wapo makazini, asilimia 60. Lakini tafiti za WHO pia zinaonyesha kwamba kila mwaka masaa yapatayo bilioni 12, imagine masaa bilioni 12 kila mwaka yanapotea kwa sababu ya sonona na huzuni mahala pa kazi, kwa maana ile depression ama anxiety. Hivyo vyote viwili vinachangia kwenye kupoteza hayo masaa bilioni 12 kwa mwaka duniani. Sasa utaona ni masaa mengi sana yanapotea kwa sababu ya hizo sonona na kukosa furaha ama kuwa na huzuni. Maana hiyo sasa ndio matatizo haya ya akili. Na ndio maana sasa leo nikakwambia kwamba nakuja na hiyo mada, namna ya kuimarisha, namna ya kufanya uthabiti wa akili yako mahala pa kazi, ili uwe ni miongoni mwa watu ambao watachangia katika kuyapunguza hayo masaa, kwa masaa sipotee kwa sababu hizo za kukosa furaha, za huzuni, za sonona mahala pa kazi. Sasa nini ufanye? La kwanza muhimu wewe kulifanya ni kwamba popote pale ulipo, jitahidi sana kuboresha mahusiano. Boresha mahusiano na bosi wako. Kama wewe ni bosi, boresha mahusiano na wafanyakazi wako wa chini. Lakini pia wewe mfanyakazi, boresha pia mahusiano na wale mates wako, wale wafanyakazi wenza wale, basi boresha mahusiano. Kama kuna hali ya kutokuelewana, basi jenge ama itoe hali ya kutokuelewana. Kama kuna migogoro, tatua ili kuweza kuishi vizuri na watu ambao wanakuzunguka katika mazingira ya kazi. Tukubaliana na mimi mtazamaji wangu kwamba ukiwa huna furaha mazingira ya kazi, kama nilivyosema mwanzo kwamba asilimia kubwa ya muda tunatumia tukiwa kazini. Sasa wewe huna furaha, unagombana na watu, kila unayeinteract naye maana yake ni ugomvi. Sasa namna hiyo maana yake ni kwamba hutakuwa na furaha, na kama utakuwa na furaha ndio hayo masonona sasa yanaibuka, ama huzuni yanaibuka. Kwa mwisho wa siku maana yake ni kwamba hutaweza kufanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo utajikuta kwamba muda wa mwajiri unauiba kwa sababu ya matatizo yako ya kibinafsi. Hutafanya kazi ipasavyo. Kwa hiyo mwenyewe binafsi, afya yako pia inaweza kadhoofika na shughuli za mwajiri pia zikadhoofika. Kwa hiyo weka mahusiano mazuri. Mahusiano mazuri maana ni kwamba utafanya kazi na watu vizuri, na wao pia watafanya kazi na wewe vizuri. Kwa hiyo imarisha mahusiano mazuri mahala pa kazi. Kwa jambo la kwanza muhimu mtazamaji wangu la kuzingatia. Lakini kitu kingine ama jambo jingine mtazamaji wangu ni kwamba uwe na tamaduni ya kufanya mazoezi hivi ama kufanya kazi za zile activity ama kazi ambazo zina kufanya utumie nguvu hivi, kwamba usio mikali lazy sana. Yani jitahidi sana kufanya mazoezi. Sasa mazoezi yanaweza kuonekana ni aina nyingi. Unaweza kufanya mazoezi ya kukimbia kwa maana jogging, unaweza kufanya mazoezi labda ya kupiga push up,
mazoezi mengine ya basi ya kukata tumbo yote vile, lakini mazoezi, kufanya mazoezi ambayo yanafanya unatoka jasho hiyo, kwa sababu wataalamu wa afya wanashauri, kwa mfano wengine wanashauri kwamba wala ukati ya nusu saa mpaka saa moja kwa siku uweze kufanya mazoezi, na ukifanya mara 3 mpaka mara 5 kwa wiki pia inapendeza. Kwa kutumia nusu saa hadi saa moja kwa siku na siku 3 mpaka 5 hivi kwa wiki, na kitatosha kuimarisha afya yako. Yako mazoezi mengine pia kama nini unaita ile mazoezi ya kawaida yale ambayo hutumia ni ya yoga, yale ambayo hutumii utoke jasho sana, lakini wala mwili unavyokunja mwili ule na nini, maana yake unakufanya pia mwili wako unakaa vizuri, na afya yako pia ya akili inaweza kuimarika. Na kama ni mtu wa mazoezi utakubaliana na mimi kwamba unapofanya mazoezi au unapofanya mazoezi, maana yake unaona namna gani kichwa chako kinakuwa, yani mwili wako unakuwa mwepesi na kichwa pia kinakuwa kipesi. Sasa kichwa kikiwa kipesi, maana yake na ubongo mzima utafanya kazi ipasavyo, utafanya kazi vizuri. Kwa kufanya au uwe na tamaduni ya kufanya mazoezi. Lakini wakati mwingine, mpenzi mtazamaji wangu, jitahidi katika mazingira yako ya kazi ni kwamba zile kazi ambazo unaziona kwamba ni uncomfortable kwako hivi, zile kazi ambazo labda ni ngumu hivi unaziona huziwezi, sasa pambana nazo uziweze. Ni kitendo cha kuziweka kitendo cha kuweza kufanya zile kazi, ama ile kazi ambayo unaiona ni ngumu, maana yake ni kwamba itakufanya ujisikie kujiamini zaidi, itakufanya ujione kwamba kumbe unaweza ili jambo ambalo lilikuwa linanishinda, lakini kumbe sasa naweza nikalifanya. Maana yake hiyo inaimarisha ubongo wako. Kwa hiyo kazi nzito ama kazi ngumu kwako usiikwepe, ifanye ile kazi. Jitahidi kutafuta namna yote uweze kufanikiwa kuifanya barabara ile kazi. Utaona namna gani ubongo wako unaweza kuimarika, namna gani akili yako inaweza kukaa sawa. Lakini jingine, mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba jitahidi uwe na tamaduni ya kuoga maji baridi. Oga maji baridi. Kiafya inashauriwa kwamba upende sana kuoga maji baridi, kwa sababu yale maji baridi yanakuwa yanaushtua mwili hivi, yanauimarisha mwili. Kama una tamaduni ya kuoga maji baridi, utakubaliana na mimi mpenzi mtazamaji kwamba unapojimwagia maji baridi unaona namna gani mwili unasisimka, namna gani mwili unakuwa unajisikia unaamka hivi, kama ulikuwa umelala unaamka. Lakini kuoga maji ya moto, unaona maji ya moto yalivyokuwa yamepoa hivi, kama inapoza mwili hivi, yanakuwa hayashtui mwili. Japo mwingine anaweza kaelezea katika engo nyingine ya kuelezea labda umuhimu wa maji ya moto, lakini kwa context hii ama kwa muktadha huu, mimi nazungumzia umuhimu wa kuoga maji baridi, kwamba ili akili yako iweze kuimarika, akili yako iwe thabiti, maana oga maji baridi, kwa sababu maji baridi yanaushtua mwili na akili pia inaweza kushtua kutokana na mwili ule kushtuka. Kwa hiyo kuwa na hiyo kacha ama tamaduni ya kuoga mara kwa mara maji ya baridi yataimarisha afya yako ya akili. Na kila mwisho kwa leo, mpenzi mtazamaji wangu, lakini sio mwisho kwa muhimu, ni kwamba pendelea pia kufunga. Pendelea kufunga, na kufunga napozungumzia hapa ni kule kufunga kwa maana ile fasting, kwa kimombo wanaita fasting. Kwa hiyo pendelea zaidi kufunga mara kwa mara, kwa sababu kule kufunga, kule kitendo cha kushinda njaa ama kushinda bila kula kitu ama kunywa kitu, maana yake kunaimarisha afya yako ya mwili, kwa sababu tu kuna baadhi ya mafuta, watu wa afya wanatuambia kuna baadhi ya mafuta yanatoka mwilini na nini, na faida nyingi, vitu vingi vibovu labda sumu na nini, vyote hivyo vinaweza kutoka mwilini kwa sababu tu kule kufunga. Sasa kuna jamii ambazo huwa zinafunga labda kwa mwezi mara moja katika mwaka. Kuna jamii zinafunga labda kwa wiki mara 2. Kuna jamii zinafunga pia kutwa nzima bila kula na kunywa, lakini wengine wana skip ile milo, kwamba una skip labda umekunywa labda asubuhi umekunywa kifungua kinywa, mchana kula chakula cha mchana unakuja kula jioni, ama unakula pengine baada ya milo 3 unakula mlo mmoja tu kwa siku. Kufunga kwa namna hiyo, japo kiafya inashauriwa kama ni kufunga basi ufunge wala kutwa nzima. Kama ni kula na kunywa basi jitahidi kutwa nzima, kuna ni usiskip, fanya hivyo kwa kutwa nzima. Kwa yote hayo na hayo ya kufunga kwa kuskip milo, maana yake yanasaidia kuweza kuimarisha afya yako. Kama nilivyosema kwamba kitaalamu inaonekana kwamba yale mafuta na sumu zinaweza kuondoka kwa sababu tu ya kwamba ile tumbo halijaingiza chakula, hasa chakula. Vinywaji ni sawa, lakini hasa chakula, kwa sababu kuna vyakula vingine vina madhara mwilini, kwa hivyo unavyoacha kuviingiza, maana yake vinasaidia kuondoa hayo mafuta na kutoa sumu mwilini. Kwa hiyo kuwa na tamaduni ya kufunga mara kwa mara, mpenzi mtazamaji wangu, itakusaidia kuweza kuboresha afya yako ya akili, kwa sababu tu afya ya mwili inaboreka, basi na akili pia inatarajiwa automatically kuwa okay, kuwa sawa, mpenzi mtazamaji wangu.